Tutakuanika na hivi vijana wangu hawa. Si umeona vile amekonda? Mpaka masikio inafanya nini? Na bado hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have stolen is enough. And William Ruto, wewe umezoea uongo. Can you make up your mind why you betrayed Rigathi Gachagua at the mountain? Because you keep on giving reasons, different reasons every day depending on where you are. Siku ulitaka kunifukuza, uliita Wakalenjin, ukaambia ati nataka kupindua serikali yako tukiwa na Gen Z. Ukaita wabunge ya Mlima, ukaambia naitisha wewe bilioni 10 kuliko unipatie, wacha ugawie. Ukakaka ukalizwa na wazungu, iko shida gani? Ukasema I'm divisive. Ukatafuta watu ya Raila, ukaambia hii mtu ni mkabila, anaitisha shares ya Mlima, ndio mmekosa shares. Mkinisaidia kumfukuza utapata shares yenu. Leo unasema sisi ni wezi. Can you make up your mind as to why you betrayed Rigiji and the mountain people? Make up your mind. Look for one reason before the next election, so that you can tell the people, because it will be an election issue. Na mimi nilikuwa nimemwambia Kasongo usiguze Mlima. Si nimemwambia? Aliguza hakuguza? Iliteleza haikuteleza? And I told him, in this mountain, betrayal has no remedy. It's never forgiven. It is punished. Your punishment is coming. So make up your mind why you betrayed us, why you betrayed the mountain. Don't give different reasons depending on where you are. Unajua hii mtu wako uongo kuliwa wakati huu na watu ya Mlima hawezi kuwa wasaliti. Murore andu murore wega. Murore mumurike. Mundu urenda gite mukoria atiri no muwe. Ithere no. Nyinare no achwae kano agirudi. Mucie wao ri ni kware ngati ona emwe. Ni ari gathakame ga gukunyanira ruri ni muko marora. Na mimi nipeane free advice. Nimeona mheshimiwa Kago Walidi hapa. Wewe toka kwa Kasongo. Usipotoka utakuwa na shida. Si ndio? Si hiyo ni ukweli? Ukiwa hapo utapata shida. Kwa sababu hao wananchi hawataki hiyo maneno. I am very happy today. Nimelala vizuri sana. Jana tumekuwa pale Katanga. Tukaeleza maneno vile Kasongo anapanga. Unajua yu Kasongo na watu yake wamejua anaenda nyumbani. Sasa wanasema ati ni injury time. Wamesema waimbe kila kitu kwa hii dunia ya Kenya, ndio wakienda nyumbani wakuwe na mali. So tukamtangaza, na hiyo ndio kazi yetu sasa going forward. Na yeye amekasirika. Naambiwa hakulala hata hakukula. Nimemuona huko Busia anawaka moto. Amesahau ameenda maendeleo kwa Waluya. Anaongea tu mambo ya Rigiji na matusi. Wenda kuria na gitio mwana kyo atilero na mahoya na ajitirero. Na mwitikire andu akiabu, mwitikire agaceraga na nie. Tukahurana na mundu uyu tugicaragio thamaki. Anyumuka munyitirira guku mucii.
na iwe kahinda gagikinyari mwaka uyu uroka ri mutigo ikora kwagirire mutirejwa twina operation ile tufagia wa makeki ichongwa kahagara wa machukuru ale singanga koibuli wa mishara ande kengara trauga atiriri andu a Kiambu no tukorwo twina mutiro munene muno. Ngai atuhe mweke wa guthambia Kiambu tucaria atongoria ega akurugama na andu a Kiambu akurugama na ruriri ihinda riu muhetwo ni Ngai na kanya kau mwoe kurirutithia wira. Andu acio othe mungitikira mukiumagaria Kasongo mumaumagaria hamwe ati nyoka naki niguo murauga ati turage nyoka hamwe naki ni macoke macino tondu matumbiro ungia gucina no guke tucoka tungi tunini tuke tukurie katiguo ni mugiko gwa andu a Kiambu. Nimeona msaliti moja ametoka hapa Gatundu South ambaye ni mtu ya Kasongo. Alikuwa zamani anajiita Rijaba ya Ruriri lakini ni msaliti. Lakini ameongea vizuri. Amesema ukweli ni kwamba mlima yote wabunge wote watachaguliwa ni ya DCP. Hiyo he is right. Lakini akasema ati wakichaguliwa Kasongo atawanunua. Wacha nikuambie wewe msaliti, Kasongo hata wanunua kwa sababu hata kuweko atakuwa Sugoi. Si ndio? Number 2, wale viongozi ambao watachaguliwa wakati sisi vile tumekuja hapa, Father, ukiombea familia, tungependa pia uombee taifa letu. Taifa letu liko mahali pabaya kabisa. Juzi mumesikia Mheshimiwa party leader wangu Rigathi Gachagua na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na Mheshimiwa Eugene Wamalwa wakieleza Wakenya mahali tumefika, kwamba taifa letu sasa hivi wameiba kila kitu. Sasa hivi serikali imepoteza all the state corporations kwa mtu mmoja, na huyo mtu anajulikana, na huyo mtu anaitwa William Ruto, kwamba ameiba kila kitu. Kampuni zetu zote kutoka kwa Skari kwenda kwa Safaricom kwenda kwa Kenya Ports Authority KPA. Party leader wetu alitueleza jana jinsi vile ameiba mambo hayo. Mimi najua viongozi wetu wa United Opposition watapeana mwelekeo dhabiti jinsi vile tunaenda kuhakikisha kwamba tumeprotect the state assets ambazo zimeibwa na huyu Kasongo. Lakini leo viongozi wangu, ningependa kwamba we should address one serious issue. Apart from hiyo ya kuiba, kuna jambo linaendelea Kenya yetu ambaye tusipotazama vizuri hata sisi wenyewe haki. Rais William Ruto ako kule Western Region, anasema anazindua miradi, but we want to ask President William Ruto, kabla uzindue zile miradi za kule Western Region leo, tungependa utuambie mtoto wetu Cyrus Jirongo alikufa aje? Aligongwa na basi ambaye paka leo hatujaambiwa hiyo basi ni nani, hata mtu mmoja hajitokeza. And I want to say here, party leader wetu, kwa niaba ya familia Jirongo, kwamba 2 weeks before Jirongo alikufa, alikuwa amesign consent ya ile shamba ya Ruai. So we want to ask the president, you must be accountable
Hauwezi kuwa unachukua viongozi wetu wanaenda na unawazika within 72 hours. Paka leo mimi naandika kitabu ya kuuliza who killed Amolo. Hatujui Raila kama alikufia Kenya ama India. We want answers. So, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, tusipouliza haya maswali, watu wengi wanaogopa kuuliza. Tusipouliza haya maswali, tunaenda kuangamia. Hata sisi wenyewe tutakuwa tunasema one term na hatutakuwa sure kwamba tunafika kule. Mwisho, Mheshimiwa Methu, wewe ndio umesema watu waache kutumia ndege. Tungependa ripoti kamili ya kifo ya Mheshimiwa Ng'eno. Tungependa tujue hiyo ndege, nini ilifanyika, kwa nini alitoka Nairobi na ndege tofauti akaeka kwa hii ambayo inaenda kuanguka. We want those answers. And Mr. President, we will not allow you to move on kama uja account vifo za viongozi wetu, because hata sisi ndio tunaenda kuwa next. Kwanza wewe Methu wetu Western ako anasema eti sisi hatuna agenda, eti upinzani hatuna akili, hatuna sera, ati tuachane na yeye. President Ruto, I want to tell you today, we cannot shift our focus from you because you are the problem Kenya is facing. Kuna one author who wrote a book, it was called Leo Tolstoy, na akasema how much land is enough for one man. Mtu mmoja akapewa siku nzima atembee nchi yote ahesabu ile shamba angependa apewe. Na alianza asubuhi saa 12. Akatembea ekari hazitoshi, akaenda hazitoshi, akaenda paka saa 10. Jua lilipotua akaanza mbio sasa. Kufika saa 12 yule jamaa alianguka chini, damu ikamtoka kwa masikio, ikamtoka hata kwa mapua, akafa. Alipozikwa wakahesabu 4/6 na wakasema that is the much land a man needs. Lakini we have a president ambaye ile tamaa konayo ya mali ya shamba, na sasa tumeanza kuwa convinced ya kwamba Ruto has realized this one-term issue we've been talking about, he is actually going to be a one-term president. So in 5 years, William Ruto wants to be richer than Kenyatta Jomo aliyekuwa president 15 years, than Uhuru Kenyatta alikuwa president 10 years. So anataka the Kenyattas after 25 years, na the Mois after 24 years. He wants to do all this in one term of 5 years. That is why mukisikia yale Rigiji amesema, msifikirie ni mzaha. Tunaona zile footsteps kama za yule jamaa alikuwa anaitwa Pahom. Alitembea kila pahali, tumekuwa sekta ya uchukuzi. Jomo Kenyatta International Airport, tulienda kotini kusimamisha na Kalonzo, sasa amerudi kule anarudisha Adani. There is a new company called DA ambayo ako anarudisha Adani through the back door. Ports zetu ya Mombasa, port ya Lamu, we see him in the transport sector, bado anaendelea kunyakua huko.